Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapotoka mahali hapa, unatakiwa utoke ukiamini ya kwamba natoka mahali hapa, mimi ni mzao mteule wa nani? Manake zile baraka ambazo Mungu ameachilia kwako kwa Ibrahim zinaambatana na wewe. Haleluya. Utashangaa tu sasa hivi mambo tulikuwa nafanya naenda bila kusukuma. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anachokumbuka, anakumbuka ile agano ambalo aliingia yeye pamoja na nani? Hilo ndio atakukumbuka. Ulikuwa una shida ya uzao, utashangaa unaanza kupata watoto. Kwa nini? Kwa sababu ya ile agano ambalo unaingia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unashangaa uzazi wako ulikuwa wa shida, unashangaa unaanza kupata watoto haraka haraka. Unashangaa ulikuwa una shida upande wa uchumi, unashangaa uchumi unageuka. Kwa sababu zile baraka ambazo Mungu aliahidi kwa Ibrahim, nasi tunaingia. Yaani tunaingia katika mfumo. Wanasema hii dunia ina system zake. Yaani dunia hii ina system zake. Na wote wanaoingia katika system lazima waombe Mungu waingie kinyume na utaratibu. Yaani mtu yote unayemwona ushawahi kusikia mtu ameenda kuoga njia panda watu wakamwona? Haujawahi kusikia? Watu wanaoga njia panda, ushawahi kusikia? Wanaenda kinyume na utaratibu. Ushaisikia mtu ameenda Kariakoo akaoga? Ni masharti. Labda mpo tu duniani hapa. Hii dunia ina world system. Yaani system ya dunia ina namna fulani ya kuingia. Huwezi ukaingia kama uko chini ya agano. Na ndio maana kanisa letu Mungu ametupa neema ya kuingia agano la Ibrahim. Tutakuwa na kustawi katika jina la Yesu. Amen. Tutakuwa na kuongezeka katika jina la Yesu. Amen. Na yoyote atakayefika mahali hapa atakuwa nuru katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Nataka niwaambie kitu. Najua watu, nilikuwa namfundisha kitu. Hii madhabahu ni kitu kilicho hai. Umeelewa? Yaani nyinyi mnaweza mkaona hapo madhabahu tumeandika madhabahu ya nuru ya watu, mahali ambapo Mungu afanyia watu nafasi. Ni kitu ambacho kiko hai. Yaani kuna kitu sasa hivi katika ulimwengu wa roho kinaitwa madhabahu ya nuru ya nini? Sio hapa tu. Manake ndio maana sasa hivi kuna watu hata wakahama kila itopo leo wanatuma sadaka kwenye madhabahu ya nuru ya watu. Kwa nini? Kwa sababu wanaona matunda, kwa sababu ni kitu ambacho kiko hai. Nilikuwa namwambia madhabahu ya nuru ya watu, nuru ya watu ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye ndio nuru ya nini? Ya watu. Ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye anamulika. Yuko hai mpaka sasa hivi katika jina la Yesu. Kwa hiyo yuko hai. Ukiomba anajibu. Amina. Ukitamka kitu kinatokea. Amina. Haleluya. Amen. Kuna mtu mmoja alitoka hapa kanisani kwetu. Madhabahu ya nuru ya watu. Alikuwepo mwimbaji. Sasa mchungaji, mimi sasa hivi nimejitoa. Kaambia sawa. Alivyoenda niliwafundishaga kitu kimoja. Hii madhabahu waga ina disconnect. Yaani upako. Yaani wewe unaweza kuona mambo yanaenda, unaishi vizuri ukafikiri ni neema yako, ni nguvu yako. Sio nguvu, ni nguvu ya madhabahu inafanya kazi. Watu hawaelewi. Yaani wewe hebu kae, uketi. Watu wengine wanafikiri ya kwamba ni nguvu yao kusimama. Wengine wanafikiri ni uwezo wao kusimama. Kuna wengine mnafanikiwa si kwa sababu ya uwezo wenu, ni nguvu ya madhabahu inafanya kazi. Bwana asifiwe sana. Amina. Ili agano la Ibrahim tumeingia, mtaona matokeo. Ni agano la kuongezeka. Amen. Wakati naomba hapa Mungu akatuambia ametupa ufunguo ya ulimwengu. Ametupa ufunguo ya kwenda ulimwengu mzima. Ametupa ufunguo ya kufika mataifa. Amina. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa yule mtu leo nakuja kupata taarifa. Sasa hivi biashara zimeanguka, kazi haziendi, anafanya kiendi, anatafuta kazi yoyote hata ya aibu akafanya. Kwa nini? Kwa sababu kajitoa kwenye nuru ya watu. Yaani alikuwa anaona kama anafanikiwa kwa sababu ya nguvu zake. Jamani, hakuna yote anayefanikiwa kwa nguvu zake. Ni nguvu za Mungu zinakufanikisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona tu unakula bana, mimi kanijibu mimi narudi kanisani kwetu nilikotoka. Nikamwambia rudi. Madhabahu ika-update, ikamleftisha. Unajua kwenye group madhabahu naye inaleftisha watu. Kashangaa tu fulani is left.
uchumi umekatika, hainuki tena. Akaenda kwa mchungaji wangu mmoja, anamwambia mchungaji, na hali ngumu sana. Sasa hivi hata hela sina, maisha ni magumu sana. Lakini wakati yuko hapa alikuwa anachukulia ni nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wanafikiri ni nguvu zao. Wengi, yani mimi na uhakika, kwa sababu ngoja nikwambie, madhabahu ni ndio uelewe maana ya nuru ya watu. Ni Yesu Kristo mwenyewe. Ni Yesu Kristo yuko hapo. Anamwangalia huyu mtu ni mtoto wake. Huyu mtu ni nani? Yani kanisa linaongozwa kwa neno. Madhabahu si mawe tunaoweka hapo. Madhabahu ipo katika ulimwengu wa roho, imejengwa na mtu. Sasa hivi madhabahu yetu hakuna yote anaweza akaiangusha katika jina la Yesu. Amen. Si mawe. Mawe ni ishara. Nasema imani, unavyofanya kitu weka kwa ishara. Ndio maana leo umeona tumeweka mawe 12. Kesho utashangaa tutaambiwa tuweke mawe 21. Yana maana, kila jiwe lina maana. Mawe 12 maana yake tunajiunganisha na upako wa Israeli. Upako wa taifa la nani? Tunaingia kwenye huo upako. Tunatembelea mafanikio ya taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatembea katika hiyo nuru ya taifa la Israeli. Kwa kuanzia sasa tutaongezeka, tutafanikiwa katika uchumi, tutainuka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yaani jana tu nimeingia kwenye ile agano la Ibrahim. Mtu mmoja akanipigia simu akaniambia, mchungaji, na kiwanja changu hapa Kibosha nataka nikuzie wewe peke yako. Nikasema shilingi ngapi? Akanitajia bei, yani bei ya sawa sawa na bure, alafu ni karibu na lami. Hebu mchapie Yesu makofi. Nikasema nitachukua. Ambia najenga hapa Kibosha. Nilimwambia mimi nitajenga hapa Kibosha. Jana nimepata muujiza wa kiwanja. Amen. Jana na muujiza wa kiwanja. Mtu ameshangaa ananipigia simu ananiambia, mchungaji, nimekukumbuka kile kiwanja, chukua. Sasa hivi na mimi na Kibosha, kwa sababu tayari nimeingia kwenye agano la nani? La Ibrahim. Agano la Kibosha tena. Agano la nini? Watu wengi mkiwa mnanielewa nayo nasema, mkiingia kwenye agano la Ibrahim mtafanikiwa sana. Amina. Unapoenda kushiriki hii meza ya Bwana, ingia kwenye hilo agano, utashangaa uchumi wako unainuka. Amen. Utashangaa Mungu mahali ambao ulikuwa upiti unaanza kupita. Amina. Watu wanadharau tu. Wakishaona anafanikiwa tayari anadharau mchungaji. Kafanikiwa. Ujue madhabahu ina disconnect. Mimi mwenyewe nikikasirika na disconnect. Baba, disconnect hiyo katika jina la Yesu. Ana disconnect. Mimi sio kuhani wa madhabahu. Amina. Alojenga madhabahu ni nani? Nani alokuepo hapa wakati najenga madhabahu? Si amkuepo? Si mimi ndio nilikuepo hapo? Ndio. Nikabomoa mwenyewe nikaweka hapo, nikaita kina Elias, mawe ya leo mwingine atoeni, bakizeni mawe 12. Kwa nini? Tunaingia agano jipya la Ibrahim. Amina. Na Mungu atuambia atatukuza na kutuinua katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo madhabahu sio mawe mengi. Kwa watu waliopicha, sasa mbona madhabahu imekuwa ndogo? Hii sasa hii ndio madhabahu ya breakthrough ya kiuchumi. Lazima uinuke katika jina la Yesu. Amen. Lazima uinuke katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikawa naambia watu madhabahu ni maana. Meaning, maana ya madhabahu ni maana ambayo hiyo maana ndio tunayo izungumzia hapa. Amina. Hatuzungumzii wingi wa mawe, wingi wa chochote, ni maana. Sasa hivi tunatembelea upako wa Israeli. Huo upako na wewe utembelee katika jina la Yesu. Amen. Huo upako na wewe uchukue katika jina la Yesu. Ukautembelee katika jina la Yesu. Natamani kila mmoja abebe imani nilionayo mimi. Yaani sitamani mimi niinuke afu nyie msinuke. Kwa nini msinuke? Natamani kila mmoja atembelee upako na imani nilionayo mimi. Imani Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo mwakani mimi nitajenga mwakani. Ila nitajenga kanisa hili hapa limejengwa lina marumaru. Ndio nitajenga kule kwa. Amen. Ila mwakani. Mwaka 2026. Mwakani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya nayoongea mnachukulia. Sasa mchungaji bwana anaongea. Mwakani najenga huku pia. Amen. Mimi natembelea huo upako. Amina. Nayo ni kuambukisha hiyo roho katika jina la Yesu. Amen.
hiyo roho ni kuambukize katika jina la Yesu. Haleluya. Amina. Na mimi ni Mungu amenipa maelekezo kuhama kwenye nyumba yangu, nikapange. Hivi unajua? Nihamie huko. Nihame kwenye nyumba, nikapange. Ila mwakani ameniambia sitamaliza mwaka mzima. Mwaka mmoja sitamaliza, nitakuwa tayari kwa kwangu tena. Kwa nitalipia mwaka tu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Natoka kule na kuja kwa ajili ya huduma. Amina. Ya mtu anatoka nyumbani kwake anakuja kwa ajili ya huduma. Huo upako ambao siku ya leo tunachukua upako wa taifa la Israeli ukawe kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uwe na nuru. Amina. Haleluya. Amen. Biblia inasema Yesu ni nuru ya uzima. Jamani, hata mnashindwa kusoma. Ya uzima. Yesu ni nuru ya nini? Ya uzima. Ya ulimwengu. Ni nuru ya uzima. Yoyote atakayemfuata hatakuwa gizani. Hautakuwa gizani. Amen. Utakuwa unatembea katika mazingira. Juzi nikaona kwenye maono gari limepona. Gari limepona. Maana ya gari, manake gari kipona manake ni huduma, kuna mahala sasa iko tayari kutembea kwenda mbele. Amen. Kanisa liko tayari kwenda mbele. Amina. Kwa watu waliokata tamaa, umekata tamaa, sisi tunaenda mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulikuwa umekaa nyumbani unasema ese mchungaji, mimi sasa hivi naona nikate tamaa, sisi tunaenda mbele katika jina la Yesu. Sisi tunasonga mbele katika jina la Yesu. Na hakuna chochote kitakachotuangusha tena katika jina la Yesu. Haleluya. Amina. Kwa sababu tunatembelea upako. Amina. Maagano yote ya kwenye Biblia ya taifa la Israeli ambayo Mungu aliingia na watu wake, nasi tunaingia tunajiungamanisha kuanzia leo katika jina la Yesu. Kwa tunaposhiriki meza ya Bwana, kila agano ambalo Mungu aliingia na taifa la Israeli, aliingia na wanadamu, nasi tunajiungamanisha kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa sababu hapa anayeongoza ni Yesu Kristo. Amina. Si mimi mchungaji. Amina. Na mimi huduma ikakue kwa utukufu wa Yesu Kristo. Amina. Lakini sio kwa utukufu wa kwangu. Amina. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo usione, nataka nikukumbushe tu, usione mambo yanaenda. Mambo yanaenda sio kwa nguvu zako. Ni nguvu ya madhabahu. Amina. Mbona shangaa unakula vizuri sasa hivi unaenjoy, nafikiri ni mimi najitutumua. Hamna. Ondoka uone kwenye madhabahu utaona cha moto. Ndio kuna watu hapa sasa hivi, kuna mtu mmoja anakiona cha moto. Bwana asifiwe sana. Anaona cha. Niliposikia sio kama nilifurahi ya kwamba yeye kuumia, ila nimsikitikia kwa sababu hao watu waga wasikiagi. Wanafikiri jamani, ulimwengu wa roho unaongoza na madhabahu, zinaongoza. Yaani kama ukiheng, kuna madhabahu tu. Na bahati nzuri madhabahu ina disconnect. Sababu sio madhabahu ya kishetani, ina disconnect tu. Madhabahu ya Mungu ambao wewe usipotoa sadaka kwenye madhabahu kwa mwezi mzima tu, inaashumu haupo. Ndio maana kila Jumapili na sadaka za madhabahu, unajua zina maana gani? Yeye msifikiri kwamba sadaka za madhabahu zipo tu. Kuna kazi yani masadaka madhabahu ipo kwa ajili ya ukumbusho. Biblia inasema katika Kutoka sura 20 mstari wa 24. Nasema kwamba sadaka tunatoa ili Mungu atakapokuja kufanya ukumbusho wa jina lake kwenye madhabahu, aone sadaka yako na kukubariki. Amina. Sasa anapokuja kwenye madhabahu anakukuta haupo, hautoi sadaka ya madhabahu, anajua huyu hayupo. Unashangaa ubarikiwi. Mnafanya biashara, mnapata hela, mtoi fungu la 10. Mungu anashuka, anakukuta haupo. Ndio maana watu uchumi wao hauendi, hatoi. Amina. Kuna aina tatu. Nadhani ya kwanza nimesahau. Aina 3 za neema. Kuna neema ya uwepo wa Mungu ya upako, na kuna neema ya utajiri. Neema ya utajiri inaendeshwa na kutoa. Amina. Jamani, ngoja nikwambie hivi, ili mtu abarikiwe lazima awe na uwezo wa kutoa. Amen. Si kwamba kuna mtu ana vingi, hapana, sio kwa sababu ya vingi. Awe na uwezo wa kufanyaje? Kutoa. Ndio maana mtaani tunamaomba kila siku, anaomba lakini hawabarikiwi. Kwa nini? Sababu wao wanapokea tu, hawatoi. Mungu abariki kila mtu. Mungu anaachilia neema ya utajiri kwa mtu anayetoa.
Neema ya utajiri sio kwa mtu anayepokea. Amina. Kwa mtu anayefanyeje? Ndio anabarikiwa. Kama hautoi huwezi kubarikiwa. Kama hautoi huwezi kufanikiwa. Hiyo ni siri ya kufanikiwa. Kuna neema ya upako. Kuna wachungaji wana upako lakini sio matajiri. Kwa nini? Kwa sababu hawana neema ya utoaji. Amina. Bibi yangu akiroa akaniambia kitu kimoja, mwanangu, ukitaka kanisa lako liwe na uchumi, hakikisha ni mtoaji. Hakikisha unatoa. Na wewe ukitaka ufanikiwe, hakikisha mtoaji. Amina. Ndio maana nauliza, kuna swali naweza nikauliza. Wangapi wanakula? Wangapi wanakulaga? Kula amlagi? Wakati unakula. Je, Mungu amekula mara ngapi? Wewe unakula. Mungu amekula. Mungu hali na haumpi. Unafikiri leta madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninafundisha. Mimi katika watu wanaotoa bila sababu natoaga sana. Sistahili hata kutoa. Leo nakuta kwa wiki naweza nikatoa watu nikawapa zaidi hata 50,000 natoa. Mungu analeta zaidi. Jifunzeni kutoa kwa kile mnachopata. Amen. Usile tu. Kwa wiki jitahidi utoe. Nashangaa tu fungu la 10 nikiita mmoja tu. Naangaliaga. Na wazumu. Nasema watu hawalaki. Si wanakula kule majumbani kwao. Baba sina biashara ila unakula. Kwa siku ukila kilo 1 mpe Bwana shilingi 100 itunze. Ukila chakula cha 2,000 mpe Bwana 200 itunze. Jumapili una 1,200 unamtolea Mungu sadaka. Mwambie Bwana, hii ni sehemu ya chakula niliyokula, sehemu ya 10 ya chakula nilicho. Nafikiri ni biashara. Mimi wakati nasoma nilimtolea Mungu fungu la 10 la muda. Ndani ya masaa 24 nilikuwa natoa masaa 2 na dakika 40 kwa ajili ya kufanyeje? Ya kumtafuta Mungu na kuomba. Mungu akaninua fungu la 10 la nini? Wewe una hela unatoa fungu la 10 hata la muda? Naelewa? Amina. Simona ile kanisa hili limejaa majani. Ushaje kujitolea fungu la 10 la muda ya kuja kusafisha mpaka tutangaze madhabahu. Simona majani yalivyozunguka huko nyuma. Si mnaona hamuyaona? Kuna wengine wako nyuma kabisa ya nyumba, naona kanisani kuna nani? Kuna majani. Hata kuchukua nani? Palilia. Kuna wengine wanakaa hapa kina Elias. Kanisa paka wanatoka watu kutoka Manofu kule wanaanza kupalilia. Alafu tegemea ubarikiwe. Hii ni madhabahu ina nguvu. Sasa mimi nitaabudu. Mimi hata kama nikiwa peke yangu naabudu hapa, mimi sina tajirika, hamna shida. Kwa sababu mimi mwenyewe naabudu kwenye madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mwenyewe ni mshirika wa madhabahu hii naabudu. Nategemea baraka za nini? Jana nilikuwa namhadithia mchungaji alikuja hapa. Wamesafiri. Mchungaji Subira mpata msiba ndio maana muone hapa. Amesafiri. Wakati naongea na mchungaji mmoja nikamwambia, niko hapa lakini Mungu kaniinua kwa viwango vya tofauti. Hivi unajua mimi nipo hapa kwa sababu ya wito, sio kwa sababu ya pesa. Kuna rafiki yangu kutoka Marekani anataka anipe bilioni hizi. Niende kufanya biashara gate. Nikakae bilioni ngapi? Paka leo namzungusha sitaki. Naweza nikaonesha hata message. Bilioni hizi. Nani anataka utajiri? Niko hapa ili wewe uinuke. Sio kwa sababu ya hela. Yaani wewe hela yako wewe ukitoa sidhani kama inaniinua sehemu yote. Ila inakaa kwenye madhabahu kwa ajili ya Mungu kubariki katika jina la Yesu. Mimi niko kwa ajili ya kusimamia madhabahu. Wewe unakula kila siku. Baba sina hela ila unakula. Kwa 5,000, toa 500 itunze kila siku. Jumapili utakuwa na shilingi 5,000 unamtolea Mungu sadaka ya fungu la 10. Hivi mnaelewa? Uwezo ukafanikiwa kama haya maagano utaelewa. Kuna neema ya upako. Ndio maana kuna watu wana upako, walimwambia mchungaji, wana upako mkubwa lakini hawana mafanikio.
Yeye unamkuta mtu ana upako wa kuhamisha milima lakini hana mafanikio yote. Akaniambia, baba yangu, yani ukiwa na watu 200 alafu unahangaika 800, maana yake kuna mahala ukokosa. Kwa sababu kuna upako, kuna neema ya utajiri. Neema ya utajiri inakuja kwa utoaji. Unachokula Mungu anatakiwa ale. Ukila wali na Mungu ale wali. Ukila mandazi na Mungu ale nini? Kila ugali na Mungu ale nini? Utashangaa unainuka. Ndio maana najitahidi sana kwenye jambo la utoaji. Wakati ukiwa serious na Mungu kabisa, utashangaa unamwona Mungu anakuinua kwenye maisha yako. Siku ukiwa serious na Mungu, utashangaa uchumi wako unainuka pale utakapokuwa serious. Utashangaa unafanikiwa kwa viwango vya tofauti utakapokuwa serious na Mungu. Mimi nilikuwa kama wewe na chase for money. Napambana kwa hela. Toka nimeanza kukaa kwenye upako wa Mungu, naanza kuona Mungu ananivutia hela. Yaani hela ndio inanifuata, sio mimi naifuata. Simona mimi wiki nzima nilikuwa hapa. Unajua nimeingiza shilingi ngapi niko hapa? Si niko hapa ananiona tu natoka, nazurura, naenda kule, rudi, nakaa, nalala, naomba. Sema mchungaji ana la kufanya. Yaani mimi nakuzidi hata unaenda Kariakoo na rudi. Mimi nipo nimelala huko. Kwa nini? Kwa sababu natafuta upako. Lakini ni rahisi kutoa kwa watu wenye shida. Unapotoa ndio Mungu anafanyaje? Anakubariki. Hakuna upako wa utajiri. Neema ya utajiri inakuja kwa wale wanaotoa. Bwana sisi. Amen. Haleluya. Amen. Siona mama anamwambia mama Lechu, Mungu atambariki sana. Jana alikuja kanisani anambia, mchungaji nataka nikupe hela. Kama yaani kuna mtu mmoja anasema nimwage maji kwenye bahari. Lakini ile ndogo ndio Mungu anamuona anabariki. Ukijiumbanisha na madhabahu katika utoaji, kuna mahali unafika. Ukila basi Mungu anakuacha upambane. Yaani unapambana na hali yako. Hebu anza kumtolea Mungu hata fungu la 10 na Mungu. Kuna mtu mmoja akaniambia jana, baba sitakuwepo kesho kanisani. Nina vitu vingi vya kusuka. Nikamwambia sawa suka. Siku kimpa Mungu nafasi na ndio atakupa nafasi. Siku Mungu nikamtumia message. Siku Mungu kimpa nafasi na yeye atakupa nini? Nafasi. Kama hautampa nafasi ukasema uko busy na mambo yako, na yeye anakuacha. Kanisa letu sisi halina ibada. Kibamba walikuwa nakutana toka Jumatatu mpaka leo, mpaka Jumaa ngapi wanakutana? Saa 10 jioni. Toka wanakutana kwenye semina nini? Hapa saka. Mpaka nikamwambia utaoa washirika wako, nikana mshauri. Utaoa kila wiki kongamano. Yaani yeye kwa mwezi makongamano 3. Nikamwambia utaoa washirika. Wape muda wakatafuta hela. Ili Mungu akabariki. Sisi tuna ibada 2 leo na Jumapili. Wewe unaona kuja Ijumaa ni kazi. Jumapili unajua kuna watu hapa wataenda kula sikukuu. Badala ya kusema kwamba nimalizie kwa Mungu ibada ya Pasaka nipate kwa Mungu, kula sikukuu, kuenjoy la kula maisha na msahau Mungu. Naenda kula nini? Jamani bana sio sana. Yaani anazungumza kutoka ndani. Mungu ili akubariki unahitaji uwe serious naye. Katika umri mdogo nilionao, pesa ambazo zimefika mikononi mwangu, kuna wakati nilikuwa bilionea. Ni zaidi ya bilioni. Katika umri mdogo nilionao, mali ambazo tunazimiliki, ninazozimiliki mpaka sasa hivi ni zaidi ya milioni 700. Mali, yani mali hizi assets, viwanja, nyumba, milioni 700. Na sio tu sijatafuta.
Sijatoka sijui niende Kariakoo nipambane mpaka leo nitoke hapa. Mungu ndio anatupatia. Utukufu wa Mungu, kiruhusu Mungu utukufu wake uonekane, watu wajue kama Mungu ndiye anakuinua, pale ndio mwanzo wako wawe kufanikiwa. Pale ndio mwanzo wako wawe kufanikiwa. Kwa tunapoingia ili agano la Ibrahimu, agano la taifa la Israeli, unapoingia ingia kwa kumaanisha, kwa sababu Mungu anaenda kubadilisha maisha yako kwa namna ya tofauti sana. Anaweza kubadilisha hali ya uchumi wako. Ulikuwa hauzai, biashara yako haizai, inaanza kuzaa katika jina la Yesu. Ulikuwa hauna kibali, unaanza kupata kibali katika jina la Yesu. Jamani, maana stressa. Unajua kuna watu kwa nini hawapiti hata kama unakonektiwa mahali upiti? Kwa sababu kuna kitu hakiko sawa. Leo katika jina la Yesu navunja hizo laana, naweka agano jipya na kuingiza kwenye agano jipya katika jina la Yesu. Ukaingia kwenye agano jipya katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jitambue wewe ni nani. Jua wewe ni nani. Unatakiwa ufanye nini. Ninaposema mahali hapa madhabahu Nuru ya Watu ni mahala ambapo Mungu afanyia watu nafasi. Kuna watu wengi wamepata nafasi. Kuna binti mmoja anaitwa Catherine, mama yule ya Catherine nafahamu. Wakati nakutana naye Bunju sokoni, alikuwa hana chochote. Yaani amekuja nimuombee, nikamwambia toa sadaka, mpaka nauli tukamwambia tuna vipi na nauli, kwa sababu hali aliyokuwa nayo ilikuwa ni hali ya shida sana. Mambo yalikuwa hayaendi. Hata pesa ya kula alikuwa hana. Tukaomba, Mungu akaachilia neema. Siku ile Jumapili baada ya kufanya ubatizo, tumefanya ubatizo kule juu, tukaja hapa akabadilisha jina akaitwa Blessing. Kesho yake anapokea simu ya kazi. Sasa ameajiriwa. Amepewa nyumba ya kuishi, analipwa 500 kwa mwezi, sehemu ya kukaa amepewa, chakula anapewa, kila kitu anapewa, amepewa double. Kwa nini? Ni nguvu ya madhabahu. Na anasema kwa mchungaji sitasahau madhabahu. Wakati anakuja alikuwa hana chochote. Ninaposema ya kwamba ni mahala ambapo Mungu anafanyia nafasi, hakika lazima upate nafasi katika jina la Yesu. Sio maneno tu tunaandika. Agano letu la hapa ni kuhakikisha watu Mungu anafanyia nafasi. Ndio agano la hapa. Mimi Mungu nimeingia agano naye. Agano ni kuwafanyia watu nini? Sio deliverance. Deliverance kwa sababu mtu hawezi akapata nafasi akiwa anaomba. Mimi sijaitwa kwenye restoration deliverance. Nimeitwa kwa kubadilisha maisha ya watu, kubadilisha future ya watu. Ndio nilichoitia. Nikimaliza kwako utaondoka, lakini tayari paka upate nafasi. Ukishainuka, mimi sina shida. Ndio maana kata ipaka siku anaondoka anasema sasa mshirika jamani. Umeajiriwa huko Marangu, huko Moshi. Tayari nimepoteza, msijapoteza. Mungu akaniambia hiyo ndio nimekupa kuwafanyia watu nini? Huyu mtu alikuwa anateseka, sasa hivi ana sehemu ya kuishi. Alikuwa anapanga, amepewa notice ya kuhama kwenye nyumba. Mungu amempa nyumba, amempa kila kitu. Kwa nini asiende? Wewe kaa tu hapa. Na nikaa namwambia Kafe, usiende kule ukasahau madhabahu. Kwa sababu ukisahau tu madhabahu, Bluetooth is disconnected. Ale madhabahu disconnect unashangaa tu anakufukuza kazi. Kwa sababu neema ya madhabahu ndio. Na sasa hivi tumeongeza upako wa taifa la Israeli katika jina la Yesu. Sababu mafanikio yetu yanategemeana na upako wa taifa la Israeli. Yanategemeana na huo upako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa unapokwenda kushiriki hii meza ya Bwana, tunashiriki wote, regardless umebatizwa au hujabatizwa, tunashiriki wote. Hii ni meza ni agano. Tunaenda kushiriki agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaenda kushiriki agano. Unanielewa? Amen. Unapoingia kwenye ile agano, hakikisha Mungu anakutolea fungu la 10. Watu wamtoi fungu la 10. Nakula tu big G yako hiyo unakula Messi. Si fungu la 10 ni shilingi 5. Shilingi 10 yangu iko wapi ya Mungu? Hauna. Watu mnakula. Jamani. Hata muda Mungu, yani fungu la 10 la muda Mungu amtolee. Mkuomba mtaki kuomba.
kwa siku unaombaga? Au unaamka tu nenda kwenye mishimizi zako? Unaamka, baba wajua ninapoteseka, huyo kazi. Baada ya kumwambia Mungu na kuomba nisaidie. Mimi kwa kuomba tu Mungu ananisaidia. Kwa kuomba tu Mungu ananibariki. Yaani sasa hivi napata tenda mpaka naogopa. Juzi nimepata tenda moja ya kusafirisha mahindi kupeleka Nairobi. Uhakika ukipeleka mzigo mmoja faida milioni 8. Ndani ya siku 10 umeingiza milioni 8. Utashinda kuacha madhabahu kweli? Ukaende kwenye biashara? Ingekuwa mtu mwingine angesema washirika tulikuwa tunatafuta pesa, sasa pesa tumefanyaje? Sasa Mungu awabariki sana. Kila mmoja aende kule aliko. Lakini kwa sababu mimi nimeitwa, hata kama zije tenda, lakini madhabahu ya Mungu nitaendelea kusimama kwenye madhabahu ya Mungu. Hata kama zitatoka ahadi za mamilioni, nitaendelea kusimama kwenye madhabahu ya Mungu. Mpaka nikamwambia, yaani Mungu akisaidia nikapata watu serious, unamweka tu, anakuwa anaenda anapiga kazi, unamlipa mshahara mzuri, anaenda, lakini mpaka nipate serious people wa Mungu. Yaani mpaka nikuone huyu wa serious kwenye Mungu. Anasema, tumishi, tufanye kazi. Utakuwa unaenda kuchukua mzigo unarudi. Kwa sababu kwenda unaenda katikati ya wiki, Jumapili uko kanisani. Sisi tuna ibada siku moja tu. Jumaa ya zoni, Jumamosi mentorship program, Jumapili ni ibada. Maana yake mentorship program ni mtu anakuja, apende kuja usipende kwa ajili ya uchumi. Watu wanafanya, lakini bado mpaka Mungu nipe watu ambao wako serious, ambao wanakupenda wewe kutoka ndani. Sababu natamani Mungu aniachie watu ambao wanampenda Mungu kutoka hapa, ambao ataenda kufanya biashara, hataenda. Sababu kuna watu wengine ukimpa milioni 20 tu tayari anayewezeka, tayari akachanganyikiwa, anaweza akakimbia kule, akakimbia moja kwa moja akasema mchungaji kwanza, mchungaji atatafuta za kwake, anapitilizia Kenya huko harudi. Bwana siwe sana. Natamani hao watu Mungu aniletea hapa kanisani, ili tulikuze kanisa. Mimi nataka mwakani tuwe na kanisa limeshajengwa. Sasa nyie sijui mnaonaje? Tamani tu tumejenga kanisa hapa vioo safi. Hivi unaelewa? Tuwe na full system ya vyombo. Lakini tunahitaji watu ambao watakuwa serious, wako tayari kujikana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wako tayari kujikana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lazima tupate watu ambao wako tayari. Mungu anasema nipate watu, mtu kama huyu ambaye Mungu amekaa. Tunahitaji watu. Hapa kuna watu wengi uchumi wao utainuka akikaa tu na madhabahu ndio anafanikiwa. Yaani ukikaa vizuri na madhabahu ndio anafanikiwa. Sasa utanutani na madhabahu. Sababu unaweza ukaja ukarudi baadaye ukatukuta ndio tayari tuna interview. Kwa nafasi inabidi muandike interview watu 300. Tayari tumeingia kwenye bureaucracy ya serikali. Baada ya kuwepo sasa hivi ili nafasi ingine uwepo. Lakini kuna wakati tutakuja kanisa lina watu 5000, tunataka wafanye kazi wa kanisani mpaka interview. Hivi unaelewa? Utaanza hao wanajidai tulipalilia ile kanisa, ulipalilia lakini ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kukumbusha ulipalilia kanisa, ndio ulipalilia, si uliondoka. Ulikuwa ujitoi. Hivi unaelewa? Ni kweli ulipalilia lakini wewe hauko serious. Sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Najua kuna mtu mmoja alikuwa anamwambia, "Simona sasa hivi tunaanza katika uchache wetu. Siku tukiwa na watu 5000 wataniita mimi Freemason." Alafu akiniita mimi Freemason, nitakuwa nashangaa wakati kuna siku mimi nalala chini hapo kwenye godoro kadogo, nimeacha kitanda changu kizuri 6x6 safi. AC safi. Nakuja kulala hapo chini napigwa na mbu. Wiki 2 alafu umefanikiwa na kuita waniite katika jina. Tena nasema haleluya, nimekuja Freemason wenu. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu wakati unatengeneza mbegu, unapanda mbegu, hakuna mtu yote anayesaidia kumwagilia maji. Ila siku ikiota ikaanza kutoa matunda, unashangaa watu na mawe wanaanza kuponda nini? Haleluya. Kuna rafiki yangu mmoja
Alianza huduma 2017. Leo hii ana kanisa kubwa sana. Watu zaidi si 1000 ngapi wanafika. Ni mtu akiruka live YouTube, kanisa lake akiruka live watu 350 600 wanaangalia kwa wakati mmoja. Na bado kanisa lina furu na bado watu 300 nao wanafanyaje? Sasa hivi wanamuita Freemason. Na yeye anasema ameshaweka pamba masikioni. Tamka yeye kwa sababu wakati anaanza watu wa kumsupport. Sasa hivi anafanyisha interview watu kanisani kwa ajili ya kazi, amefungua redio, amenunua redio ya bilioni hiyo. Ambayo iko mikoa 5. Redio ya bilioni hiyo. Anafanyisha watu interview pale kanisani. Maana anafanyisha interview ndio hivyo. Si amkuepo wakati tunapanda. Kwa nini wakati wa kupanda usiwepo? Wakati wa kulima haupo. Wakati wa kuvuna ndio uje. Hapana. Navuna na wale tuliolima nao. Sio hivyo? Huwezi ukavuna na watu ambao hawajalima. Sasa wewe umepata bahati, upo kwenye nafasi ya kufanyaje? Ya kulima. Sasa hivi sisi tuko tunalima. Na sasa hivi tunalima na kupanda. Hata ile ile mbegu bado haijafanyaje? Haijachipuka bado. Wewe unadhani hapa tumechipuka? Mbegu ikichipuka mtashangaa hapa. Ikianza kuchipuka watu wataanza kushangaa. Sasa wakati hapa tunapanda tunalima, jitoe. Jipendekeze, tukuone. Haleluya. Ili kwenye mafanikio, sisi tukamshika mkono, wewe ni nani? Ushawahi kwenda hotelini, alafu mtu akaja anataka ale chakula choagiza. Sasa utamdaka mkono vipi, wewe ni nani? Haleluya. Amen. Haleluya. Simama pale ulipo.